Mimi kwa majina naitwa Abdalla Juma Rang'ombe. Lakini kwa sababu ya kizazi kipya wenyewe wanasema na jina langu la nickname naitwa Chiko. Kwa hivyo ile Gen Z wananiita Brother Chiko. Na katika hii jamii mimi ni mzee wa kaya ni Mwachi. Na natoka Kwale County, Golden Location. Na katika umri huu nilionao, kwa kusema kweli nimeona mambo mengi sana. Kwanza katika jamii ya Kidigo, mtoto wa Kidigo alikuwa ni mtoto wa jamii. Kila mtu ni mtoto wake. Kinyume na sasa hivi. Na zama zile tulikuwa na mambo fulani ambayo yakifanyika kwa kuleta heshima, Kiingereza wakasema discipline. Na kitu cha muhimu sana kwanza ilikuwa ni Rome. Hii Rome ilikuwa ya maana sana. Kwa sababu babu yuko pale, kina baba wako pale, wajukuu wako pale. Mambo mengi tu anajifundisha. Vile vile ilikuwa tunasoma mambo ya mbari, fuko katika hii Rome. Kwa jumla mambo mengi tu ya kumwelekeza yule mtoto aishi kwa njia ya amani. Jamii hii ya Wadigo hii ilikuwa na serikali yake ikiitwa Ngambi. Hii Ngambi ilikuwa imesimamia uchumi, afya, discipline na mambo mengine ya muhimu. Lakini sasa hivi mambo yamekuja kubadilika. Kwanza tumepata hii elimu kujua kusoma na kuandika, ambapo si vibaya, lakini yale matumizi sasa naona ndio huwa yanaleta kasoro. Alafu vile vile zamani Kidigo ilikuwa tuna hii dini moja tu ya kaya. Na hii kaya kwa kusema kweli inamwabudu Mungu yule mmoja. Kwa sababu Mungu ni mmoja, lakini inategemea njia gani unayotumia. Bahati nzuri tukaletiwa Ukristo. Ni dini vile vile Biblia. Alafu baadaye tukapatiwa Uislamu. Ni dini. Sasa mimi kama mzee wa kaya, cha kushangaza zaidi ni kuwa katika hizi dini hakuna hata moja ambayo inasema idharau nyingine. Sijui niseme ni ukosefu wa elimu, mtu elimu chache au namna gani. Kwa sababu sasa hivi unakuta katika dini tatu hizi kuna wengine huleta matatizo ambayo tayari kana kwamba kuna kutoelewana, ambapo pia inachangia kwa mwananchi sasa. Hii jamii ni yetu soteni. Si Muislamu, si Mkristo, si Wakaya. Hii jamii ni yetu sote. Na niseme tu kweli, zama zile ilikuwa ni sisi watu wa kaya peke yake, ilikuwa amani nzuri. Lakini tukajiwa na hizi dini nyingine. Sisemi ni mbaya, kwa sababu zote lengo na madhumuni ni kumwabudu Mungu. Shida iliyopo ni kuwa si viongozi wa dini, badala ya kupatia mwongozo huyo hii jamii
tunaanza kuoteshana, kunyoshana vidole, sijui yule nini, ile si dini. Hapo tayari huwa tumekeuka misingi ya maadili ya zile dini. Hakuna dini kama nilivyotangulia kusema ambayo inasema udharau dini nyingine. Lakini na imani lao hizi dini zote kila mmoja atapawa usawa, na asimuoteshe mwenziwe kidole sijui nini nini, pia hiyo itakuwa amani imejengeka. Na chengine ni kuwa wazazi tunajua wazi kuwa mtoto anauma, lakini kama mtoto ana tabia mbaya usimfiche fiche sana, jaribu kuzungumza naye, na kama haiwezekani unapata mwenzio vile mtu mzima mwenzio mnajaribu kumkanya yule mtoto. Lakini sio hivyo, unakuta yani mtoto ana tabia mbaya na mzazi naye anamfinika yule. Naona hiyo itasaidia pengine. Na ujumbe kwa serikali, siku zote serikali inazungumzia haki za watoto, lakini serikali hiyo hiyo haipangi kuwa mtoto haki yake ni hii na hii na hii, asichapwe, asifanya nini, lakini haki yake akiambiwa na baba yake aende dukani lazima aende. Serikali haifanyi hivyo. Kwa hivyo pia naomba vijana tuangalie nini, muangalie majukumu yenu, sio kusikiza tu serikali haki zenu na sisi wazee hamtupatii haki zetu. Leo hii unaweza kumwambia kijana, hebu nenda hapo dukani ukanilete sukari, asema buda mimi na shughuli zangu bwana. Hiyo ukiangalia si haki kwa mzazi, na hata mbele ya Mungu pia umekeuka maadili ya dini na ya wazazi. Kwa hivyo serikali pia naomba yaangalie, ikiwezekana pia kuwe na msururu wa kuwa haki ya mtoto ni hivi, asifanywe hivi, lakini naye afanyie mzazi wake hivi, 1 2 3 4. Na hala vijana sisi tunatoka, lakini tahadhari sana, mfuate maadili yaliyo mema ya dini, kuwe na uwiano, ndio amani ipatikane.